Na nikijaribu hata kusimama nikiwa kwa nyumba, ninasikia kizunguzungu, ni kuanguka na anguka chini. Siwezi kula, siwezi fanya chochote. Hata nikitaka kuenda kujisaidia ama niende hata kwa bafu, nilikuwa natembea tu na mkono na miguu, mikono na magoti. Napiga magoti natembea hivyo na mkono. Kwa sababu singeweza kusimama. Ile stress ilinikula, ikanikula. Bwana, niko mbaya. Mtu anasema hii sura yako. Hii sura yako Maureen. Unaweza sema hii sura ya pesa huna kitu. Eti unapitia challenges. Nilikuwa nafikiri hata unipatie 20,000. Hello, how are you? It's me, Maureen Wanjaro, your number 1 best Mugithi musician. Leo nataka kuongea na wewe mpenzi, tuongelelee my journey of depression, na vile nimeng'ang'ana nayo na vile overcome. Depression is a disease. Depression kills. Hii depression ni msongamano ya mawazo. Yaani unafikiria kuhusu jambo fulani, unafikiria na upati suluhisho, upati jibu. Unakaa kama sasa umekuwa mjinga. Umekuwa mtu useless. Unang'ang'ana, unafikiria huku, unashindwa. So, maisha yangu ya hii depression ilianza kitu last year huko mwisho. Imenisukuma, imekuja mpaka July, August this year. Wakati hii depression ilinianza, ilinipata kwa nyumba. Nilikuwa na msichana nilikuwa ninapenda sana. Alikuwa msichana mzuri. Nilikuwa nimemchukua kama sister yangu. Alikuwa ananisaidia kwa nyumba. Wale wanaitwa house managers. Alikuwa msichana mzuri sana. Tukabonda na yeye vizuri, akabonda na watoto wangu vizuri. Nikampea heshima yake, nikamwachia saidi yake. Nikaona ni msichana mzuri sana. Nikamchukua vizuri sana. Kama ni sister yangu, ama ni kama mtu karibu sana na mimi. So hata wakati nilikuwa naenda kazi, ningeenda kazi nikae 2-3 days nikienda kazi mbali, ama nikienda tu kazi saa ile naenda tu kazi yangu ya daily. Ile naenda karibu, naenda kama biashara yangu, narudi kwa nyumba. Jioni natoka asubuhi narudi kwa nyumba jioni, ama niende kazi mbali, naweza enda kama Nyeri, niende hizo saidi mbali huko Nyahururu, ninarudi kwa nyumba, ninampata tu uko sawa. Until siku moja nilienda kazi zangu kama kawaida. Watoto wangu wakaenda shule kama kawaida. Watoto walifika kwa nyumba mbele yangu. Sikuambiwa chochote. Mimi nikakuja jioni nimechoka, nikatoka kazi. Pale nilifika tu kwa nyumba hivi, nilishtuka. Nikapanic. Nikashindwa. Nimeingia kwa wenyewe ama nimeingia kwangu? Hapo ndipo depression yangu ilianzia. Hapo nilipata nyumba iko empty. Wakikuyu wanasema nilipata nyumba iko kiferi. Nyumba ilikuwa vacant, vitu zangu zikaenda. Vitu zangu muhimu. Nikashangaa, huyu msichana singemtrace. Wakati alikuja, mara ndiye ameapply ID. Sijui, so si kukuwa na means yoyote ya kumtrace. Hiyo mambo ya kumtrace ama kumfikia, si kuweza kumtrace, si kuweza kumfikia. Kwa sababu sijui ningeanzia wapi. Ni kama shetani ilinitega kupitia hiyo kitu huyo msichana alifanya. Kuanzia hapo, niliona kama my whole world ilikuja ikaanguka. Hapo ndipo changamoto za maisha, masumbuko na mambo yote mabaya yalianza kuanzia hiyo. Anything ninajaribu hata kufanya, sikukuwa hata na ile nguvu
ya kufanya kitu, kila kitu ilisambaratika, ikasambaratika. Sasa hapo nilishindwa vile nitarikava maisha yangu irudi vile ilikuwa. Nikapatwa na masongamano ya mawazo, nikafikiria sana, nikapata sasa stress. Ninafikiria nitarikava aje, niko na expenses, watoto wanaenda shule, kijana yangu wanaenda shule, school fees iko pale, mahitaji mingi za shule. Bado niko na expenses mingi, siwezi enda kazi. Ile kazi vile nilikuwa ninapatanga kazi, naweza enda kazi hata hii ingine ya kuimba. Niliacha hata kupata kazi. Napata kazi once, singeweza kupata kazi. Ile salon nilikuwa nayo nikashindwa, sina hata hiyo nguvu. Niko nafikiria sana, stress ilinishika sana. Nafikiria such that siwezi enda pale kwa salon ni concentrate. Ikawa yule msichana pia niliacha hapo, akakosa kuimanage ile kazi vizuri. Salon ikaenda bankrupt, salon ikacollapse. Mambo ikawa ngumu, ikazidi kuwa nzito. Sasa kuna jambo fulani pia ilinipea stress sana. Hii inaitwa community pressure. Watu vile wananiona kama Maureen Wanjaro. Kumaintain hii celebrity image ilikuwa shida sana. Nikitokea kwa nyumba nimevaa nguo zangu, niko very smart, ukiona sura ni ya pesa, watu mashabiki wangu wana expect nikitoka hivi niko down. Maureen, wana expect you buy lunch. Ninunulie, sijakunywa chai. Mimi sina fare hata ya kurudi nyumbani. Hii sasa ilikuwa inanibidi ninatumia the little money niko nayo ndio nifurahishe hawa watu, wasione kama mimi ni mbaya. Nikienda hata kwa studio, niko na wapenzi wangu huko, tunapiga story, labda tunaenda kurecord. Inakuwa ngumu sana mtu akikuitisha lunch. Nilikuwa ninafuliza, ninajaribu kabisa just to maintain, kujaribu kumaintain, kuwekelea ile celebrity image. Sasa ilifika mahali sikukuwa ninataka kuassociate na watu. Sikuwa nataka hata kutoka nje, kwa sababu nikitoka nje najaribu kusmile, lakini deep inside I'm dying slowly, I'm dying, ninakufa tu. Sasa nilifika mahali sitaki kutoka nje, sitaki kuwa associated na watu. Na hata ndani ya nyumba, nikiwa kwa nyumba sitoki nje, na nikijaribu hata kusimama nikiwa kwa nyumba ninasikia kizunguzungu, ni kuanguka na anguka chini. Siwezi kula, siwezi fanya chochote. Hata nikitaka kuenda kujisaidia ama niende hata kwa bafu, nilikuwa natembea tu na mkono na miguu, mikono na magoti. Napiga magoti, natembea hivyo na mkono, kwa sababu singeweza kusimama. Ile stress ilinikula, ikanikula. Sasa ni kizunguzungu, nikijaribu kuamka ni kuanguka chini, nikijaribu kuamka ni kuanguka chini. Sasa kwa sababu ya mimi ni celebrity, ilikuwa ngumu sana kwa watu kunielewa. Hata wale the few friends I had, unaweza enda tu, nimejaribu kutwist, siwezi kusema my story. Naambia tu mtu, bwana niko mbaya. Mtu anasema hii sura yako Maureen, unaweza sema hii sura ya pesa, una kitu, eti unapitia challenges. Nilikuwa nafikiri hata unipatie 20,000. So ilikuwa ngumu sana kwenda kuambia watu na wanielewe. Hakuna mtu alikuwa ananielewa. Watu walikuwa naona kama ninawadanganya. So ikawa ngumu sana kujiexpress, kujisemea, yani kutoka nje kuongea.
ilikuwa ngumu. Singeenda kuambia watu juu hawakuwa wananielewa. Wakiniona hivi walikuwa wananiona mtu wako sawa kabisa. Na ninashukuru Mungu. Kama si kumshukuru, namshukuru, amenificha sana. So ikafika mahali hii mambo ikanilemea kabisa. Nikaingia kwa hii mambo ya Shylock. Nikaingia kwa hizi apps za online, za loan apps. Nimekuwa nikisurvive hivyo. Watoto lazima waende shule, lazima nilipe school fees, lazima nikata for their hii mambo yao ya shule. Kuna vitu mingi sana hapo. So miezi mingi sana nimekaa nikitegemea hizi nikichukua loans. Rafiki yangu, nikawa ninakufa kila siku. Hii mzigo ni mzito sana kwa mgongo yangu. Kila siku. Sina mtu wa kwenda kumexplain. Kila mtu ukianza kumwambia, anaona hii ni upuzi. Wacha upuzi, wacha kutudanganya. Wewe uko sawa kabisa. So, to all who have been depressed, ama kama saa hii unapitia hiyo depression, ama kama in your life utakuja kupatwa na depression, please just trust in God. Keep on pressing. Don't forget your God. Ukwame kwa Mungu. Uombe Mungu na imani. Na ujikakamue. With God, everything is possible. Poleni sana. And don't ever give up. I know the pain you might be going through. God will surely see you through. Now I want to share with you my recovery journey. Sasa pale nilifika mwisho kabisa. Hii pesa ninapata kwa YouTube haiwezi kata for all my expenses. Haiwezi lipa nyumba, haiwezi nunua chakula, haiwezi peleka watoto shule. Siwezi pata loan popote. Yaani nipo zero chini kabisa. Sasa hapo ndipo kimaajabu. Rafiki yangu wa zamani, tulikuwa tumepoteleana miaka mingi. Sijui alifikiria nini. Akanitafuta. Akashangazwa nimepotea wapi. Akanitafuta hadi akanipata. Huyu rafiki yangu ndiye alinitoa kwa ile shimo nilikuwa ninaingia, ninazama. Alinitoa kwa hiyo shimo, nikatoka nje. He has been my counselor, my support. Amenishika mkono, amenisaidia mpaka wakati huu siko vile nilikuwa. He has been with me in my recovery journey. I sincerely thank God for him. For now, I am much better. For you, if you have somebody, a genuine friend, somebody who will not judge you, please don't hesitate to go and talk to the person. Don't wait for depression to kill you. Don't wait for depression to paralyze you. Don't wait for depression to make you mad. Especially single parents. Usikubali depression inyang'anye watoto wako mzazi. Najua ni ngumu, lakini nakusihi uendelee kuvumilia tu. Kama unaweza share kile kinakusumbua na mtu, please do so. Haraka usiache. Kama uwezi, unaweza chukua watoto wako ama uende mahali quiet, switch off your phone, ukae bila simu. Hata mimi nimekaa bila simu. Mahali utasumbuliwa,
because mental health is very, very important. Unaweza hata enda up country kwa wazazi. Kama tu wazazi wanakuelewa, uende ukae nao, uongee nao. Just that quiet environment ndio uheal, uweze kurudi normal. Mimi ninaamini Mungu, mambo yatakuwa sawa. Pia nawe amini Mungu, mambo yatakuwa sawa. Yote hii mikononi mwake. So don't give up. Have faith in the Lord. I wanted to share my real story with you because I know there are many people outside suffering depression, suffering in silence. Please don't give up. Hang in there. We still need you in the world. Your children need you. It is never over until it is over. Inshallah. Mungu awabariki na muendelee kuwa salama.